Mkoba wa bibi. Hilo ndo lilimshtua kati ya Osmunda aliyemwambia muda mfupi akiwa nje. Akigeuka na kutazama kile kibegi kilichotupiwa kando yake pale kwenye kochi. Kulikuwa na bahasha inayochungulia. Ni kama inataka kudondoka kutokana na kibegi kutofungwa vizuri. Afisa Frank kamtuma kufuatia na kukipekenyua. Akakuta mna lundo la vidawa vilivyowekwa kwenye paketi, na ambavyo vingine viko kwenye vichupa, pamoja na vitambaa vya rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu. Hivyo vikumvutia sana. Zaidi akaitaka ile bahasha. Akaichukua na kuishika kwenye mkono wake tayari. Inateleza. Ama waifu kanichotea vichipsi muda ule walipokuwa na mke wa bonge jikoni. Frank aliwaza, huku nafsi yake ikiwa inamtuma zaidi kwenye kuifungua na kuiona. Akafanya hivyo haraka. Na baada ya kufungua, pua yake ilikatwa na kiharufu kibaya kilichotoka kwenye bahasha. Ila natazama ndo naona kinyesi kidogo kikiwa kwenye ile bahasha. Alimuita mke wake kwa hasira. Hapo ndo sehemu ndo tulipoishia kwenye sehemu ya 4. Wacha leo tuendelee sehemu ya 5. Mwandishi wako ni Dastan Kawili Story Killer. Kabla kuendelea, mdau, ni kukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare kwa sangu wa YouTube Story za Dastan, kwa ajili ya kuendelea kupata vitu vizuri ambavyo vipo kwa ajili yako. Tunaendelea sehemu ya 5. Mke wangu anapenda ndumba. Muda huo pia Osmunda mwenyewe alikuwa anaingia sebuleni kutoka chumbani. Muda huo alikuwa anaingia sebuleni, maana alikuwa ametoka nje. Ni kama vile alishajua kuwa ataitwa. Anamkuta Frank akiwa ameshika ile bahasha iliyotoka kwenye kipochi chake. Kumbe umeona mume? Ndo kazi ishaanza. Osmunda aliongea huku bila wasiwasi, mikono ameweka kwenye kiuno. Naomba ukae tuongee. Frank aliongea akiomba nafasi ya kuzungumza na mkewe. Kimya kikafuata. Macho ya Frank yalikuwa yakimfuatisha Osmunda toka anasogea mpaka anakaa kwenye kochi. Hiki ni nini mke wangu? Frank aliuliza huku ameshika ile bahasha yenye kinyesi. Osmunda akacheka na kugeukia upande mwingine. Kisha akageukia tena kwa mumewe. Ina maana huoni? Hiyo ni sampuli ya mzigo wa bonge na kazi nayo. Kweli mke wangu, umefikia hatua hii kubeba kinyesi cha bosi wangu? Sitaitwa shirikina? Osmunda akacheka kwa anamwekea mkono mumewe kwenye paja. Ndio shida ulionayo mume wangu. Mimi hapa sijaua mtu, sijambebea chochote, ni hiki kinyesi. Hilo ndo tatizo. Osmunda, mimi na bonge tumeishi vizuri sana. Naomba ukae mbali naye. Osmunda alimpokonya mumewe ile bahasha kwenye mkono. Sura yake ilionyesha wazi kuwa kaipuuza amri ile aliyoambiwa na mume wake. Sasa akaongea kwa ameshika ile bahasha kwenye mkono wake. Amemnyoshia Frank. Kinyesi nimebeba kwa faida yangu. Wewe kinachokuuma nini? Kwani alitaka kitumie? Si tayari alishakitupa chooni? Mke, naomba usinivuruge. Yote haya nimejitayarisha kwa ajili yako. Halafu unabeza juhudi. Sitaki bonge aje kuweka dereva mwingine tofauti na wewe. Baada ya kunisapoti unanivunja moyo. Ukimya ukachukua nafasi. Baada ya kuona sauti haitoshi, Frank aliamua kusimama. Akaonyesha ukubwa wake kwa kusimama mbele ya Osmunda. Alikuwa amekaa kwenye kochi. Ilianza kazi kabla yako. Naomba ubaki kwenye mipaka, vinginevyo nitakufundisha kwa nyenzo. Maneno yalionekana kumuumiza sana Osmunda. Yaani ndo tumefikia huko mume? Mapema hivi ndo anaanza kuiona chungu?
Hapana. Osmunda aliongea kwa akiinuka na kuanza kuelekea chumbani. Ila Frank akamsitisha. Baadaye nitahitaji kuongea na wewe. Frank, kama unataka amani, kama kweli unataka tuishi vizuri, acha kunizuia kwenye mipango yangu. Acha kuwa nguvu yangu ya upambanaji kwa maneno yako. Na kwa huu msimamo unaonionyesha hapa, unafanya niamini kikao unachotaka tuongee baadaye ni cha kipuuzi. Osmunda alimalizia kuongea. Akarudi kwa chini na kubeba kibegi. Kisha akakimbilia chumbani huku anatoa miguno ya kulia. Baada ya kukaa chumbani muda kidogo, alisikika akibonyeza simu na kumpigia mtu anayemjua yeye. "Bibi," Osmunda aliongea kwa kwikwi. Baada hapo ikasikika sauti ya mzee ya kikongwe. "Ngoja kwanza, kabla ya salamu na kujua kwa nini unalia, hebu niambie mjukuu wangu, ili dawa ya kumwaga kwenye mipaka ya hiyo nyumba yenu ulikumbuka?" "Nilisahau bibi. Ngoja nifanye zoezi hilo leo." "Umefelije mjukuu wangu? Mbona nakuaminia?" aliongea yule bibi. "Majukumu ni mengi bibi. Hapa nilikuwa napambania swala la kazi ya mume wangu. Yaani bibi, mpaka tumegombana naye. Kisa nini? Eti hataki madawa. Anasema ni mshirikina. Huyo hamna kabisa. Hajui kuwa huu ni ujuzi ambao wengi wanaotamani. Ni fahari kabisa. Mwenye nashangaa. Au nije nizungumze naye kikubwa?" "Ngoja kwanza bibi. Usije kwanza, nitajaribu kumwelekeza. Ila sipoelewa ndo nitakutafuta tujue tunafanyaje." "Sawa. Wewe endelea. Kwa hiyo wewe mjukuu ndo unataka utumie dawa ya natinati ambayo mtu akinasa haruki?" Bibi, hiyo naona itafaa. Ili bosi wake awe anamganda yeye tu, asio na hamu ya kufanya kazi wengine." "Hapo sawa mjukuu. Ukimaliza hiyo, kabla hajapoa mpige na ile ya kumzidia nyota ile. Mume awe anakubalika na wateja kuliko bosi wake." "Sawa, hiyo bibi imeisha." Osmunda alionekana kumaliza mazungumzo. Bibi yake alimpa faraja. Sasa akawa si wa huzuni, anaimbaimba vinyimbo vya furaha. Frank baada ya kusikia maongezi alitoka nje na kukaa kando ya mlango wa sebuleni. Mazungumzo ya mkewe na bibi yake aliyasikia, yakamchosha akili vilivyo. Akakaa nje ya nyumba yake. Kuna vitu alikuwa anawaza. Aliwaza sana. Kutoka ndoa yake ilipoanza mpaka hapo alipofikia. Ni muda mchache tu, lakini mapito ni mengi. Sijui nikimbie au nivumilie. Wanasema ni milima na mabonde. Mbona kwangu umezidi? Tena mwanzo tu mlima umesimama kama ukuta, hakuna pa kushika wala kupandia. Hivi ndoa inasimamiwa na nani? Kama ni Mungu, mbona mapema kabla ya kuanza vita? Vitu huwa havi wazi. Nifanyeje juu ya Osmunda? Imani yangu ni ndogo, ama nimwite mama akamwombee. Lakini nikifanya hivyo naweza kuwa tena nikaanzisha mgogoro mpya wa kifamilia baina ya hizi pande mbili. Wakati anaendelea kuwaza yale, Frank alikatishwa na mke wake aliyetoka nje, huku ameshika kijembe mkononi na begani amevaa kibegi chake kile ambacho yakupenda kukiita mkoba wa bibi. Hakumsemesha hata alipompisha. Ikambidi Frank ajishushe na kumuita. "Osmunda." Aligeuka haraka na kumtazama kwa sekunde kadhaa kabla ya kuachia tabasamu. "Bado unataka uendeleze yale ya kule ndani?" "Hapana, naona umepita bila kunisemesha." Osmunda akacheka, alafu kijembe akakitulisha chini kwenye ardhi. "Nikajua bado umenuna." "Hapana, yale yameisha." Baada ya kuongea kikapita kimya fulani cha muda kadhaa.
Alafu Sumunda akashusha pumzi. Hivi Frenki, naam. Kwa jiografia hapa, upande wa magharibi ni upi? Ni huku ama huku? Mke wangu, kwa hapa ni upande wa huku. Kwani umeonaje? Hapana, nilikuwa nauliza tu ili nipate uhakika. Maana dawa nataka kuchimbia inatakiwa nianzie magharibi mwa eneo. Aha. Ndio mume. Nilisahau kabisa, bibi ndio kanikumbusha nilivyoongea naye kwenye simu. Aliongea Sumunda kwa kinuka na kuelekea kule alikoelekezwa kuwa ndio upande wa magharibi. Anatembea kwa hatua za haraka kama mgambo. Wakati huo simu yake aliyoiacha kule chumbani ilisikika ikiita. Frenki alisikia akamuita ili kumjulisha kuwa simu yake inaita. Sumunda alisimama wima bila kugeuka, kama askari aliyekutana na mkuu wake. Frenki, tafadhali achana na simu, usinisemeshe tena. Sitakiwi kuongeleshana na mtu ama kugeuka nyuma. Baada ya hatua 3 kutoka mlangoni. Samahani. Elewa kabisa uso muda utani. Niko kwenye kazi hapa. Sumunda aliongea kwa kirudi nyuma kama gari iliyopigwa reverse. Anapiga hatua kubwa kubwa. Ni kama vile anazihesabu. Alipofika karibu na mlango, akasimama kwa sekunde kadhaa. Baada ya kusimama, kisha akaanza tena kutembea kwa kuelekea mbele. Je, mdau, ni kipi kitaendelea? Hapa ndio mwisho wa sehemu yetu ya 5. Mke wangu anapenda ndomba. Mwandishi wako na msimuliaji ni Kawili Story Killer. Nikukumbushe mdau, YouTube unapatikana kwa jina Stories za Dastan. Utaona kuna nembo fulani hivi. Na pia TikTok unapatikana kwa jina la Dastan Kawili. Huko natupia vipande vifupi vya simulizi. Mdau, usisahau kulike, kusubscribe, comment na kushare kurasa yangu ya YouTube ili uwe wa kwanza kupata story kila ninavyopostiwa. Nikutakia siku njema na usiku mwema. Asante.